Sikia nikwambie. Kweli. Subiri. Zile goli anafunga Zimbwe. Sikia kuna goli alifunga kimataifa. Alicheza zidi sio ya nani wale? Ukumbuki Shabana ashafunga goli kama lile klabu bingwa tena tumeenda kucheza nje. Mkumbuka bwana. Ile goli bwana. Naam, aharani wasala ni karibu mwana michezo. Dakika 90 zimemalizika baada ya mtanange mkali kati ya Yanga The Africans na Coast Union. Na hapa tuko na familia ambayo inasapotiana kwenye shida na raha na wamekuja kusupport chama lao. Wewe shughuli sio yako, kwa nini leo unakuja hapa? Nani kasema shughuli sio yangu? Hivyo nani kakwambia shughuli unaweza ukaifanya peke yako? Labda hiyo familia yenu iwe imezaliwa watu wengi sana, lakini shughuli ya leo lazima mimi niwepo. Bila mimi huyu hawezi kuja hapa. Kwamba ruhusa ndio umetoa wewe. Nakwambiaje, bila mimi huyu hapa hawezi kuja. Sisi kila anapokanyaga yeye mimi nimo. Timu ya mpinzani wako umeiona na umeshaona tayari amemfunga mtu goli 4. Mpira umetembea kweli kweli. Mimi furaha yangu leo Diala clean sheet ya pili inaondoka hivi. Au kufunga goli 4, kufunga goli ngapi? Hiyo watajua wao. Lakini mimi furaha yangu leo yule Diala anosifiwa na vyombo vya habari pamoja na wachambuzi wote wa Tanzania. Diala hii mechi ya pili anaruhusu bao. Mechi ya pili anaruhusu bao. Paka sasa hivi golikipa bora ni Kasari. Yaani ligi kisha leo golikipa bora ni Kasari. Hamna kipa bora kama Kasari. Kisha mume unamsikia mkeo anachokiongea? Kasari kacheza mechi moja. Umeona bwana, kafungwa goli. Mechi ya pili kacheza kapata majeruhi. Mechi ya kwanza Simba alitoka ngapi? Mechi ya pili sasa kacheza mtu goli mechi moja katika kuna magolikipa amecheza bila hata kufungwa. Yote kwa yote nimsifie Max Zengeli. Unajua Max Zengeli ni mchezaji ambaye leo mechi ya pili anachukua man of the match. Huyu Max Zengeli watu wanashindwa kumuimba au ni kwa sababu anavaga labda Kikristo, lakini Max Zengeli ndio mchezaji bora katika hii ligi. Kwanza amefunga goli 2 katika mechi 2, pili ni mchezaji bora katika mechi 2. Sasa hapo nadhani na amekimbia kiwanja 75%. Unajua watu tuseme ukweli kuwa huyu Max ndio anafaa kuwa MVP wa sasa hivi katika hii ligi yetu. Tukiacha Max Zengeli, hebu tuangalie wachezaji wanaocheza kama igizo jipya. Kama Mokoani anapocheza mpira vile jinsi anapocheza, anatoa pasi za uhakika na anaenda fresh. Tukimwangalia kuna nani yule bwana mdogo mwingine alokuja sasa hivi, huyo alotoka Zambia, Albert Kangwanda sijui. Tutamzoea tu. Albert Kangwanda tumwangalie jinsi anavyocheza. Umeona leo Peter Sharulile katia goli 2 zimekataliwa. Tuseme kwamba yote na yote kwamba sio magoli, lakini kwamba angalia juhudi za wachezaji wageni jinsi wanavyokuja katika hii ligi na jinsi walivyoingia. Kwa maana sisi wachezaji wetu wageni jinsi walivyoingia katika mfumo, wameclick mfumo, wako vizuri. Hebu angalia mechi ya kwanza mtu anapigwa goli 3. Mechi ya pili anapigwa mtu goli 4. Je, mechi ya tatu mtu atapigwa ngapi? Kwa hiyo iangalie Yanga jinsi inavyokuja moto na angalia jinsi uwanja wa KMC unavyotambaa kwa Yanga jinsi inavyocheza. Na ndio maana tulitaka uwanja wa KMC kwa sababu unatambaa. Mtu kapigwa 3, kapigwa 4. Tuna pointi 6, goli 7. Mechi 2 tu mtu tuna goli 7. Hebu angalia Max mechi 2 ana goli 2. Ina maana kwamba sisi siku hadi siku mechi ya 3 mtu atapigwa 10 hapo. Hii Yanga ujue. Angalieni jinsi usajili wetu jinsi ulivyo na hadi hivi sasa matokeo jinsi yalivyo. Yanga hii tunapocheza na timu yoyote tunachukua ubingwa. Yoyote tunayokutana nayo. Kwa sababu tunaangalia tumeanza ngao ya jamii. Ngao ya jamii mtu kapigwa kidude. Clean sheet ile pale ile Diala. Ukitaka kusema clean sheet zungumza wewe na Diala ilikuwaje? Clean sheet Zanzibar clean sheet Diala. Pigwa mtu kidude, Diala anachukua clean sheet, tunabeba kombe ngao ya jamii. Mechi ya pili hapa anapigwa mtu 2. Mechi ya kwanza anapigwa mtu 1, mechi ya pili anapigwa mtu 3, mechi ya pili ya tatu anapigwa mtu 4. Hebu angalia Yanga inavyocheza. Tunataka nini? Sasa tunachukua ubingwa mara 6 mfululizo. Basi. Nini ambacho kinasababisha mpaka wana Yanga clean sheet inakuwa ni ngumu upande wenu? Mechi ya pili full. Clean sheet ni mchezo wa mpira. Yaani mtu anapopigwa goli 4-1. Yaani wewe baada ya kuisifia timu inayofunga goli 4-1, unamhesabia mtu aliyefunga 1. Hebu kijana ana matatizo. Sasa Mungu huyu. Hebu fikiria sisi Yanga hapa leo tungepigwa 4-1. Ina maana clean sheet ya Coast si kufunga Coast ndio ingehesabika. Sasa tumefunga Coast goli 1, tumekakosa clean sheet. Ukijisabia umekosa clean sheet wakati umefungwa goli 4. Hakuna mtu anahesabia clean sheet ndo akafurahia. Clean sheet zenyewe sasa hivi hapa Bongo upewi tunzo.
upewi tunzo. Hapa hata ukiwa kipa bora upewi tunzo. Clean sheet, inachotakiwa mtu mfunge, uchukue pointi, ushangilie kombe basi. Shumu, tumeangalia football video support ambayo leo imetumika hapa na imeamua magoli mawili ya Yanga kukataliwa kwa offside pamoja na red card. Wewe kwa maoni yako inatenda haki? Inatenda haki. Kama tumekosa goli, tumefunga magoli mawili, imeenda imekataliwa, ni sawa, kwa sababu hata msumeno unakata huku na huku. Sisi kukosa goli mbili ambazo zimekataliwa na hiyo vali yetu sio mbaya, ni kitu kikubwa. Haina shida, simepunguza magoli na ndio inavyotakiwa viwe vile. Mimi silalamiki, nasema nawapongeza, ndio inavyotakiwa. Sasa mpige mtu goli 5, 2 zikataliwe, 3 zikubaliwe. Basi ndio tulivyo. Mtu atapigwa goli 10, 5 utakataa, 5 utakubali. Kwa hiyo wale kwenye vali yao dole, nawapongeza sana, wala silalamiki. Peter Shalulile hajafunga leo, katoka hivi hivi. Na watu washaanza maneno kwamba mbona kama ndo anafanana na pacha wake wa upande wa pili. So ulisema hapa kwamba anafunga goli 2. Peter Shalulile usimfananishe na yule bwana mdogo ametoka ligi ya Mali, ambayo ligi ya Mali yeye yule hata kuvaa vile vikoba vya ndani havijui vina maana gani. Yule hata shenigadi haijui ina maana gani. Usimfananishe Peter Shalulile na huyu. Peter Shalulile hadi sasa hivi amepiga kamba 3, 2 zimekataliwa, 1 imekubaliwa. Hebu angalia katika ligi mtu amepiga kamba, alafu unamshindanisha mtu ajaye kufunga hata goli. Shalulile ni ngoma nyingine blaza. Usifananishe hivi na hivi. Hebu ifananishe Yanga bwana na timu nyingine. Ukifananisha mmoja kwa mmoja hapa utakuwa umekosea. Kiwango cha Albert Kangwanda unakizungumziaje siku ya leo? Ni kiwango bora sana. Kiwango cha Albert Kangwanda, yule Kangwanda namfananisha kama Lunyamila. Ni kiwango kikubwa kupindukia. Kuna huko Kangwanda na huko Makwani. Ni kiwango kikubwa, watu wameingia katika first 11. Ni bora sana. Naipongeza sana. Ni kiwango kizuri sana. Ni kama Boka anaenda kuchukua nafasi ya Shabalala pale. Wanayanga kuna baadhi ya watu wanasema kama abaki Shabalala, wengine Boka. Wewe official mume mwangalia kiwango cha Boka na Shabalala baada ya kuingia, ingawa Shabalala kaja kufunga dakika za mwisho. Ndio inavyotakiwa, yani kwamba wachezaji wapishane na wabishane. Yani tuwezi kusema kwamba Shabalala awe juu, huyu tulikopo naye awe chini. Tunatakiwa ni Boka, Shabalala, Boka, Shabalala. Nani zaidi? Ndio inavyotakiwa. Kaingia Shabalala, kapiga mashine goli. Kaona kwamba kitu gani pale kinakosekana, kaenda kufunga. Ndio tunavyotaka hivi, ushindani wa namba. Tungekuwa tuna uhaba wa wachezaji, leo ungemwona Aziz Ki hapa, leo ungemwona Sulemani Mwalimu hapa, lakini ungemwona Aziz Ki hapa, ungemwona Mzinzi hapa, ungemwona Jobu hapa. Wote hao wako fiti, lakini sisi hatuna uhaba wa wachezaji. Tunafuata sheria aliyosema Kalia, tusajili wachezaji takriban 40 ili ligi yetu tusije kulalamika baadaye ligi ngumu, ligi michezo inaenda double. Kwa hiyo sisi tuna lundo la wachezaji, washindanie namba, apangwe mtu. Unamwona hata Aziz Ki kama hajashindania namba hatopangwa. Yes, hata kama Aziz Ki anacheza chini ya kiwango hawezi kupangwa. Hii Yanga kila mtu moto. Mboga moto, gari moto. Tumalize na issue ya Israel Mwenda, mchezaji ambaye wana Yanga tayari mko naye, lakini kuna tetesi ambazo zinaendelea sasa hivi kwamba mmemsimamisha na mmeshindwa kumlipa mshahara wake. Na jana mzee wake kaongea. Unalizungumziaje official? Hilo liko chini ya mamlaka kwa sababu siwezi kuzungumzia mimi. Mimi sio msemaji wa Yanga na sijatumwa na Yanga. Kuna vitu vingi vinavyohusu Mwenda na kuna vitu vingi vinavyohusu Yanga. Nikianza kuisemea Yanga kuhusu Mwenda, nitakuwa kama namvua nguo Mwenda. Na mimi sitaki kumvua nguo Mwenda, yule ni kijana wetu ambaye anaweza kuja kucheza muda wote kwa sababu mkataba wake bado miaka 2. Lakini kama mmemiss. Tumemiss, ni mchezaji mzuri Mwenda. Kuna semiss Mwenda na hakuna mtu asiyejua shughuli yake hapa Tanzania. Mwenda ni mchezaji mzuri. Unataka kusema kitu official? Nataka kusema kitu kuhusu Israel Mwenda. Ndio ajue sasa kwamba kula alikokimbilia matokeo yake ndio haya. Alitakiwa abaki tu Simba. Kakimbilia kula, alijua atapata hela, matokeo yake mshahara alipwi. Na si alijiona yeye ndio mkubwa kushinda Yanga. Matokeo yake yamemkuta sasa. Aende akaombe msamaha Simba, dirisha dogo arudi, tutampokea. Lakini hata Simba alivyotoka scenario ilikuwa kama hivi kwa Yanga pia. Sio kweli. Hapana, mimi sikumbuki. Tetesi mara wanagombana na wanasi. Basi kama ni hivyo ana tabia mbaya, yeye ndo ana shida. Haiwezekani Simba awe hivyo na Yanga awe hivyo. Mimi naweza tu kumwambia aache hizo tabia zake, acheze mpira kwa sababu umri wake ni mdogo. Inatakiwa acheze mpira ili afike mbali zaidi. Israel Mwenda, kama unanisikia mdogo wangu, achana na hizo habari. Kama msamaha nenda kaombe Yanga, uweze kurudi klabuni na uendeleze soka lako, uende ucheze. Maisha ndo haya. Kiwango cha Kwasi tumalizie, wewe mwana Simba unaweza kumkaba mwezi wa 10 pale? Mimi Kwasi sina shida naye. Kwasi mimi sina baya na Kwasi. Kwasi ni mchezaji mzuri na ndo mchezaji ndio mmogopa katika Yanga mpaka sasa hivi. Mchezaji pekee ambaye ndio namogopa kwenye Yanga. Wengine wote hamna kitu. Wengine wote hamna kitu. Shalulile mpaka sasa hivi hajafunga sana Dumbia tu. Shukrani sana. Kafunga mechi ya kwanza.
Si ana goli 1 sasa hajafunga vipi? Sasa ndo nini sasa? Shaulile kafunga. Dumbia amedumbukia. Dumbia ana goli anaokoa. Dumbia kwenye nafasi haendi. Unajua nikwambie kitu. Dumbia ni mchezaji ambaye hata 200,000 mshahara mimi simlipi. Sio kweli official. Hata 200,000 siwezi kumlipa Dumbia. Kaka hongera, timu nayo kaka. Asante sana, timu ninayo. Timu bwana ni mshabiki wa Simba. Msikilize maoni yake. Timu anayo. Timu anayo kubwa sana kwa sababu hakuna mchezaji mbaya, hata huyu mmoja. Kikosi cha kwanza kizuri, kikosi cha pili kizuri. Katika kitu ambacho Engineer Harris anatakiwa aache kutukandamiza kwenye ligi ya Bongo. Hii ligi sio level zake. Watch Engineer Harris hichi anachokifanya. Maana wewe ukifikiria hii Yanga atakayekacheza na nani? Yanga hii atakayecheza Simba ni? We tunasepa. Ni Oktoba. Tunakimbia. Wewe. Tunataka kudhalilisha. Leo watu wamehoji kwamba hichi kikosi ni cha klabu bingwa au mnacheza na kiukweli nilichoona kwamba Engineer Harris alicho target sio ligi ya Bongo. Yeye ametarget kombe la klabu bingwa. Lakini kwa ligi ya Bongo sidhani kama ametarget hapo kwa sababu hichi kikosi mimi sijaona mchezaji mbaya. Zimbwe aloingia dakika ya 80, dakika ya 70 na si ndio? Huyo hilo goli alofunga Simba kakaa miaka 13 hajafunga. Shukrani sana. Ile goli aloshinda lile. Mimi sinakwambia ukweli. Wewe scan kwambie. Kweli. Subiri. Ile goli alofunga Zimbwe. Sikia, kuna goli alifunga kimataifa. Alicheza zidi sio ya nani wale, ukumbuki Shabala ashafunga goli kama lile klabu bingwa, tena tumeenda kucheza nje. Mkumbuka bwana. Ile goli bwana. Yanga jamani, kaka. Shukrani. Kukupa mke sijakosea. Asante kweli.